wakawa na uwana na wengine kukimbia nje wakawa wakimbizi. Tanzania hilo halitokei. Halitokei sio tu kwa sababu tumeumbwa watu wa amani, ni kwa sababu tunavyo vyombo na taasisi na madhehebu ambayo sio tu kwamba yanamwabudu Mwenyezi Mungu, lakini yanatumia wakati mwingi kufundisha maadili mazuri ya kuunganisha dini, ya kuondoa ubaguzi wa dini na makabila, ya kuwaweka watu wa madhehebu yote pamoja na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu wa dini hii ya Kiislamu na kituo hiki cha Kasida, napenda nitoe salamu za pongezi kwenu kwa kazi nzuri ya kulea maadili ya vijana wetu nchini Tanzania. Mimi kama kiongozi najivunia sana taasisi za aina hii, hasa linapofika swala la kufunza maadili. Uongozi duniani, uongozi barani Afrika, uongozi katika Tanzania, uongozi mikoani na wilayani, kama hauna maadili mazuri, huo sio uongozi. Huo ni uigizaji wa uongozi. Uongozi wa heshima ni uongozi unaofuata maadili. Uongozi wa heshima ni uongozi unaochukia maovu katika nchi yetu. Uongozi wa heshima ni uongozi unaotoa mawaidha na kuwajenga vijana kuwa na tabia nzuri. Uongozi wa heshima ni uongozi unaochukia vitendo vyote vya rushwa inayopokonya na kunyang'anya utu wa binadamu. Huo ndio uongozi tunaotaka kujenga. Na viongozi wanaotaka kuwa viongozi na viongozi wanaonuia kugombea nafasi mbalimbali za uongozi lazima wawe wacha Mungu, lazima wawe watu wanaoamini katika dini zao, kwa sababu dini zinafunza maadili mema, dini zinafunza maadili mazuri. Mwachuje viongozi wanaokuja, mwaulize kama walifanya nini kwenye madhehebu yao ya dini, walilelewaje kwenye madhehebu yao ya dini, kuna ushahidi gani kwamba hawa watu wanamcha Mungu. Siamini na sitaka niamini kwamba tunaweza kuwa na viongozi wasioamini katika Mungu, wasioamini katika madhehebu yao ya dini. Usikubali kuwa na viongozi hewa. Kiongozi hewa ni yule ambaye anajitutumua nje, lakini humu ndani hana dini yoyote anayoiamini vizuri. Maana mcha Mungu hawezi kufanya maovu. Na kwa hiyo nachukua nafasi hii kuwapongeza vijana wa Kasida ambao wataelimisha wenzao na viongozi mbalimbali wa dini, sio kwa njia tu ya kuwahubiri kama ninavyofanya mimi. Watafanya hivyo kwa njia ya usanii, nyimbo, zumari, wanaweka maneno mazuri ambayo sio tu kwamba yanamtukuza Mungu, lakini yanazungumzia maadili katika jamii. Kwa hili mmefanya jambo moja zuri sana. Nitatoa mchango wangu, lakini sitautangaza, nitautoa kimya kimya, kwa sababu sitaki umaarufu katika jambo hili. Lakini katika kuonyesha kukerwa kwangu na namna maadili yanavyoporomoka katika nchi hii, pale unapokutana na kikundi chenye nia nzuri ya kujenga maadili ya taifa, lazima muungwe mkono. Nyinyi ndio mnalijenga taifa, nyinyi ndio mnaendeleza amani katika nchi yetu, amani ambayo inawafanya akina Memi na akina Mzee Kikwete wadiriki kutoka nje ya mipaka ili kuwasaidia wenzetu wanaokosa tunu hii. Kwa kweli mnafanya jambo jema sana. Lakini mwisho niwaambie, mkae chonjo, haya tutayazungumza vizuri sana. Maadili, uongozi mzuri, na huko tunakokwenda kwenye maendeleo. Nitakapokuwa natangaza nia yangu ya kugombea uongozi wa juu katika nchi hii siku ya tarehe 6, mkae chonjo kwenye meza zenu, kwenye viti vyenu, mtulie, msikie nini tunachokusudia kufanya
katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ili tuiondoe nchi hapa, twende kwenye nchi ya maadili na twende kwenye uchumi wa viwanda utakaowapatia vijana wetu ajira, ili waweze kuwasaidia wazee wao na kusaidia madhehebu mbalimbali na taasisi za dini, ili amani katika nchi hii iendelee kudumu daima. Baada ya maneno hayo, nawashukuruni tena na kuwapongeza wale wote niliowapatia tunu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Baada ya hotuba hiyo ya mheshimiwa mgeni wetu rasmi, tunamwomba akae dakika moja